Mfuatiliaji wa Ufahamu Digital, karibu sana katika kufahamu taarifa mbalimbali, na leo nataka nikufahamishe taarifa zilizoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti ya hapa nyumbani Tanzania. Kumbuka leo ni tarehe 16 mwezi wa 3 mwaka 2026. Twende pamoja mwanzo hadi mwisho, takriban kama dakika 10 hivi hadi 15, basi nikufahamishe kwa kina zaidi zile taarifa zilizochapishwa kurasa za mbele za magazeti ya hapa nyumbani Tanzania, na kwa uchache nitagusia katika michezo. Twende pamoja, na leo moja kwa moja tunaanza na gazeti la Mwananchi Tanzania. Ukurasa wa mbele wa gazeti hili zipo taarifa mbalimbali, lakini habari kuu imeandikwa Tanzania itakavyoathirika bei ya mafuta gesi ikipanda. Ukurasa wa 4 wa gazeti, taarifa hii ikipatikana kwa kina, ndio habari kuu ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Lakini taarifa nyingine imezemekaa ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni pamoja na taarifa ikisema ndoa ya ACT CCM kuunda SUK mguu sawa. Ukurasa wa 3 wa gazeti, taarifa hii inapatikana kwa uzuri zaidi. Lakini Ramadhan 26 atupwa jela miaka 12 kwa kumuua mkewe. Ukurasa wa 7 wa gazeti, taarifa hii inapatikana kwa uzuri zaidi. Lakini vikwazo uzalishaji wa wanasayansi shule za umma. Ukurasa wa mbele wa gazeti, taarifa imeandikwa hivyo, lakini ripoti maalum inapatikana ukurasa wa 2 hadi wa 3 wa gazeti hili la Mwananchi Tanzania. Hofu ya mafuriko yatanda nchini, TMA yatoa angalizo. Ukurasa wa 19 wa gazeti, taarifa hii inapatikana kwa kina zaidi. Migogoro ya ardhi yarindima ziara ya Dr. Mwigulu, vigogo waguswa. Ukurasa wa 6 wa gazeti, taarifa hii inapatikana kwa kina na kwa uzuri zaidi. Hili ni gazeti la Mwananchi Tanzania. Ukurasa wa mbele wa gazeti hili habari kuu inasema Tanzania itakavyoathirika bei ya mafuta gesi ikipanda. Hii ni kwa ujumla, imeandikwa hivi: kwa ujumla sisi hatuna uwezo wa kudhibiti bei kwa kuwa hatuwawezeshi wala kusambaza. Hatuzalishi wala kusambaza. Hatua zilizo ndani ya uwezo wetu ni za kikodi. Serikali haiwezi kupunguza baadhi ya kodi katika bidhaa hiyo ili mlaji wa mwisho asipate maumivu makubwa. Ukurasa wa mbele wa gazeti hili imeandikwa hivyo, hiyo nukuu, ndio habari kuu ukurasa wa mbele wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Sasa ngoja tupitie gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, tuone wao wameandika nini. Habari kuu ukurasa wa mbele wa gazeti hili imeandikwa soko Kariakoo lazidi kunoga, lakini imeandikwa kina kamera 160 za ulinzi, eneo la kuegesha magari 400. Ukurasa wa mbele wa gazeti, taarifa hii inapatikana kwa uzuri zaidi. Lakini miongoni mwa taarifa zilizopata nafasi ya kukaa ukurasa wa mbele wa gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, ni agizo la Mwigulu Lumbesa laanza kutekelezwa. Ukurasa wa mbele wa gazeti hili, taarifa hii inapatikana kwa uzuri zaidi, lakini kwa mapana ni katika ukurasa wa 4. Lakini bado katika ukurasa wa 7 kuna taarifa inasema bilioni 46 za jenga kituo nishati jadidifu. Ukurasa wa 7 wa gazeti hili, taarifa inapatikana kwa uzuri. Lakini Dr. Mwinyi anasema mpango Majaliwa kushiriki. Taarifa hii inasema Dr. Mwinyi mpango Majaliwa kushiriki kumbukizi ya Magufuli. Ukurasa wa 4 wa gazeti, taarifa hii inapatikana kwa uzuri zaidi. Sasa katika taarifa gazeti hili bado kuna taarifa nyingine, ikiwemo ni taarifa ikiwa inasema Makonda aguswa tija kiwanda cha TSN. Ukurasa wa 2 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa uzuri. Watoto 15 wafanyiwa upasuaji wa moyo. Ukurasa wa 4 wa gazeti, taarifa hii inapatikana kwa kina. Lakini Ulega asema tutatumia TBA kupata makazi nafuu. Ukurasa wa 7 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi. Lakini bado kuna taarifa inasema Msigwa aeleza sababu kuahirishwa kongamano la Kiswahili. Ukurasa wa mbele wa gazeti, taarifa inapatikana kwa kina. Kamati ya bunge ya agiza Tiseza isimamie kongani Buzwagi. Ukurasa wa mbele wa gazeti hili, taarifa inapatikana kwa uzuri, lakini kwa mapana zaidi ni katika ukurasa wa 2 wa gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Habari kuu kurasa wa mbele wa gazeti hili, ambao pia unaweza ukifananisha na habari kuu katika gazeti la Mwananchi Tanzania. Hapa katika gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, inasema soko Kariakoo lazidi kunoga, lina kamera 160 za ulinzi,
eneo la kuegesha magari 400. Ukurasa wa mbele wa gazeti hili, taarifa hii inapatikana kwa uzuri na ndio habari kuu. Sasa unaweza ukailinganisha nile habari kuu ukurasa wa mbele wa gazeti la Mwananchi ambalo limekuwa gazeti la kwanza mimi kukusomea hapa. Sasa ngoja tupitie taarifa katika gazeti la mwisho kwa siku ya hii leo ambalo ni gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Nasema gazeti la mwisho kwa sababu katika magazeti yote nimekuchagulia magazeti makubwa matatu ambayo kwa siku ya leo kwa mtazamo wangu naona ni vyema ungefahamu taarifa zilizokaa ukurasa wa mbele wa magazeti haya. Sasa leo tutamatisha na gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Ukurasa wa mbele wa gazeti hili habari kuu imeandikwa bodaboda ajira ya maelfu yageuka uhalifu. Imeandikwa hivyo, uchaguzi wa profesa wafichua hatari zinazowakumba madereva na abiria, umo wizi, utekaji na mauaji. Baadhi ya madereva wabainika kuwa washirika wa makundi ya wahalifu. Ukurasa wa mbele wa gazeti hili taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi, lakini hii ni ripoti maalum na nukuu iko hapa ukurasa wa mbele, lakini kutokana na chanzo changu hapa siwezi kuyaona haya maneno vizuri, lakini ukilipata gazeti hili unaweza ukasoma hii nukuu vizuri. Kwa mapana zaidi taarifa hii inapatikana ukurasa wa pili wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii ambayo ndio taarifa kuu ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Lakini katika yale yanayoendelea huko Mashariki ya Kati, inasema Iran yasema tunamwinda Netanyahu tumuue. Hiyo ni taarifa ambayo ipo ukurasa wa mbele wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Taarifa kamili inapatikana ukurasa wa 18 wa gazeti hili. Lakini 4 wauawa kwa panga kilabu cha pombe mzozo wa 1500. Ukurasa wa 3 wa gazeti taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi. Lakini bado kuna taarifa inasema ripoti za yaliyojiri Tanzania Oktoba 29 za hoji wa Geneva. Ukurasa wa 3 wa gazeti taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi. Lakini miongoni mwa taarifa zilizokaa ukurasa wa mbele wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii kwa siku ya hii leo ni pamoja na taarifa ikiwa inasema ahukumiwa jela miaka 15 kinyume cha sheria, mahakimu waonywa. Ukurasa wa 7 wa gazeti taarifa inapatikana kwa kina. Hatari ya tani 100 za taka zinazobaki mitaani kila siku. Ukurasa wa 9 wa gazeti taarifa inapatikana kwa kina zaidi, na hatari hiyo ukisoma taarifa hii bila shaka utaipata kwa uzuri zaidi. Hili ni gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Ukurasa wa mbele wa gazeti hili taarifa kuu imeandikwa bodaboda ajira ya maelfu yageuka uhalifu. Uchunguzi wa profesa wafichua hatari zinazowakumba madereva na abiria, umo wizi, utekaji na mauaji. Baadhi ya madereva wabainika kuwa washirika wa makundi ya wahalifu. Ukurasa wa mbele wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii taarifa hii inapatikana kwa kina na ndio habari kuu ukurasa wa mbele kwa siku ya hii leo. Mfuatiliaji wa Ufahamu Digital, hizi ni baadhi ya taarifa zilizowekwa katika kurasa za mbele za magazeti ya hapa nyumbani Tanzania. Baadhi ya magazeti, kwa maana sija kusomea magazeti yote, ila nimechagua magazeti machache na kukuwasilishia taarifa zilizowasilishwa. Sasa kupitia taarifa hizi unaweza ukafahamu sura za kihabari zikoje, lakini kwa haraka nimekusomea magazeti matatu: gazeti la Mwananchi, gazeti la Nipashe pamoja na gazeti la Habari Leo. Katika gazeti la Mwananchi habari kuu inasema Tanzania itakavyoathirika bei ya mafuta gesi ikipanda. Sasa Tanzania hapa itaathirika vipi? Ukilisoma gazeti hili kwa kina zaidi utafahamu athari zinakuwa vipi. Na bila shaka ni katika kuongezeka kwa bei na mambo mengine yanayotokana na usafirishaji ikiwemo ongezeko lenyewe la bei. Lakini katika gazeti la Habari Leo habari kuu yenyewe imeandikwa soko Kariakoo lazidi kunoga, lina kamera 160 za ulinzi, eneo la kuegesha magari 400. Hii ni habari kuu iliyopo ukurasa wa mbele na inahusu soko la Kariakoo ambalo lilijengwa muda si mrefu uliopita. Lakini katika gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii habari kuu imeandikwa na inahusiana na ripoti ikisema bodaboda ajira ya maelfu yageuka uhalifu. Uchunguzi wa profesa wafichua hatari zinazowakumba madereva na abiria, umo wizi, utekaji na mauaji. Baadhi ya madereva wabainika kuwa washirika wa makundi ya uhalifu. Ukurasa wa mbele wa gazeti taarifa hii inapatikana kwa kina zaidi. Mfuatiliaji wa Ufahamu Digital, kwa siku ya leo tuishie hapa, tukutane kesho katika sehemu hii ya magazeti, tuone tutaangalia taarifa gani na katika magazeti gani. Uwe na wakati